Lakini kwa sadaka mengine ni wajibu kwa Muislamu kutoa, lakini hii zakatul mali ni kila mwaka ikiingia tunafanya hivi. Kuna government ukakataa wanafunga kifuli kwa duka yako. Government kama ni regize zona kuomba kodi ukakataa na kata maji. Sasa inakuwa hivyo, lakini Mwenyezi Mungu hatukatie jua, hatukatie hewa, hatukatie tusiishi, tunaishi tu. Lakini anakuambia ufanye, lakini ukakataa utakuta katika safari yako ile malipo yako, kama vile tumesoma hadithi tumesema sujala qarai kupala takuadhibu. An Asmaa binti Yazida anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayuha imrati takaladatan qaladatan min dhahabi qulidatin fi unqiha mithlaha min an-nar yawm al-qiyamah. Huyu Asma mtoto wa Yazida, uradhi wa Mungu mfikiria, alisema kwamba hakika Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe mwanamke, hiyo mkufu wako ambao unauvaa wa dhahabu utakuwa kesho siku ya Kiyama moto katika shingo yako. Na akasema tena, wa ya ayyuha imratin ja'altu fi udhuniha khursa min dhahabi juila fi udhunaiha mithlu min an-nari. Rawahu Abu Daud wa Nisai. Nasema vile vile, ewe mwanamke, hiyo pete yako ambayo unaivaa katika mkono, lakini fahamu kwamba siku ya Kiyama itageuka ni moto ambaye itakuchoma masikio yako. Sasa hii hadithi Mtume ameizungumza, lakini kwa maana yake ni hivi. Kwa nini ile mkufu igeuke moto? Kwa nini ile pete igeuke moto? Itakuwa ni moto kwa sababu imezungumziwa kwamba mwanamke wote iko na kitu cha dhahabu. Kile kitu cha dhahabu kikikuwa na thamani ambayo inaeleweka kutolewa zakatul mali, lazima kila mwaka aifidie, aitolee zaka, ilipe kodi ya Mungu. Na ndio maana kama utakuwa na ile mkufu inaeneana na $100 na $1,000, lazima wewe kama hauitoe zaka kila ambayo inawezekana, ujue siku ya Kiyama itakuwa ndo mnyororo wa moto utakufunga shingoni kwako. Na itakuwa kama ni pete namna hiyo au biju yote ile, itakuwa itaunguza masikio yako, sikia, itakuwa ni moto, itachoma masikio yako. Ndio maana sasa wewe Muislamu lazima ujue kwamba unakaa katika dunia, lakini ujue kwamba Mungu anakudai. Mwenyezi Mungu anakudai. Na kama Mwenyezi Mungu anakudai, basi lipa deni ya Mungu. Na hiki kitu ukishindwa kukielewa, lakini ujue walikuwa nazo wako wapi leo? Walikataa kutoa, wakasema hawezi kutoa, lakini mwisho walikufa wakaenda na mali yao, lakini walikufa mali wakaiacha, na baadaye wanaadhibiwa na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile mali ambayo waliacha. Sasa turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tufanye yale ambayo itatufanya sisi tukue wazuri kwa Mungu. Mungu ndiye alitupa mali na alishatuambia katika hadithi al-Qudsi, al-mal al-jannatu al-jannati wal-mal mali ishtaru janna bil-mali. Anatuambia pepo ni yake Allah na mali ni yake Allah. Akatupa mali kwa sababu ile mali tununue nayo pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasa na kununua pepo ni namna gani? Ndio iko nakwambia hapa, ukitoa zaka unakuwa umenunua pepo. Ukitoa zaka unakuwa wewe umefanya kitu kizuri sana, na hii kitu utakuwa umefanyiwa mambo mazuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu qala, hadithi imepokelewa na Abdullah mtoto wa Mas'udi, uradhi wa Mungu mfikiria, alisema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema mtume wa Mungu, rehma na amani za Mungu ziwe juu yake, umirna iqami salat, tumeamrishwa kusimamisha sala 5, wa itai zaka, na kutoa zaka, wa man lam yaziki fala salata lahu, na yule ambaye hatakataa kutoa zaka basi hana sala. Rawahu Tabrani. Hana sala. Tumeamrishwa tusali na tutoe zaka, lakini mtu ambaye atasali lakini akasema mimi na salati akakataa kutoa zaka, basi hana sala. Hana sala huyu mtu. Sasa Muislamu arudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, angalie kila alichonacho kinaeneana na zaka, aanze kujitahidi kutoa zaka.
kwa sababu hiki kitu kitamwakosti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama hatafanya umakini na asije akalaumu. Kazi ya mashehe, kazi ya walimu wao ni kufikisha taarifa, ni kufikisha tu taarifa, vingine vinavyobaki ni wewe mwenyewe kudili navyo. Lakini mwalimu, shehe, kazi yake atapiga kelele hapa ni kwa sababu ya kukuonesha kile kitu ambacho Mungu alisema na mtume alisema, kwa sababu ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waquli kauli hadha wastaghfiru li wa lakum ajma'in innallaha yastajib lakum. Nasema tamko hili mimi na nyinyi turudi kwa Mwenyezi Mungu kwa hali ya kumwomba. Tunalomwomba Mwenyezi Mungu atatujibu. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu karibu hata tunalomwomba